Halo? Vipi Kolomelo? Kakufukuza? Umkoza rudia tena. Umesema mama mhasibu kakufukuza? Haya, kisa nini kakufukuza? Asa sikiliza mwanangu. Yaani sila kumtongoza tu ndo kasike. Mbona wenyewe bado mzuri tu? Au ndo cheo tena? Wewe achana naye, sikiliza hapo kikubwa kuongea na viongozi tu, yule chawa tu kama machawa wengine. Yule chawa kama ninavyokuambia mwanangu. Asikuvimbie yule nyembo, mbona achura tu bado mzuri kabisa ule mtoto mweupe. Yaani mwanangu sikiliza, mimi yule nyembo natamani toka kitambo. Mwepesi yule. Yaani akikaa kwenye anga zangu tu, yaani mimi natamani angepola hii yani ningepita naye. Ni ayusho tu. Sasa sikiliza mwanangu. Mimi hapo narudi, tutakuja kuongea vizuri. Maana hapo kuna demo hapa, sio nataka kuniuliza nini. Maana toka muda ule tunaongea ananiangalia tu. Poa poa kaka. Mambo mrembo. Kiskari! Kwa hiyo mimi mchumba Nitakukamata wewe na nitakupeleka kwa mkubwa wako huko, mshenzi wewe. Umalaya tu. Mkuu, ulisema hii tuipate nyota Nzota inabidi tumpate mtoto mdogo. Na mimi kama unavyonijua binti yako, mimi mtoto mdogo sina. Na wewe huo umri wako hauna mtoto mdogo. Je, tutampata wapi? Sawa binti yangu, unaliongea ni sahihi. Ndiyo maana mimi nikakuita hapa. Nataka ili swala ulisimamie wewe mpaka tumpate mtoto. Mkuu, mimi nitawezaje? Na kama unavyonijua, mimi nguvu zangu ni dhaifu. Mimi nitakuongezea nguvu. Lete mkono wako. Nenda kafanya kazi. Sawa mkuu. Tegemea majibu mazuri kutoka kwangu. Dada, mimi naona nikuache kidogo niende pale dukani nisubiri basi. Haya, fanya haraka. Habari yako dadangu? Salama. Samani. Mimi ni muha mdogo ila mimi sikupeshi, nauza kesho. So na vipochi hivi hapa. Angalia kama unavyokiona hicho hapo. Nzuri tu. Pochi. Hii hapa iko bomba hii. Kuna hichi hapa. Yaani viko vizuri, wewe angalia tu hapo utakachokipenda unaniambia, tunaelewana. Hata hii pia. Ni shilingi ngapi? Hicho hapa, hicho cheusi hicho 10,000, hicho hapa 12,000. Na shilingi 10,000 tu. 10,000 dada yangu, ongeza asi hata 5,000.
sina bwana. Au tufanye siku nyingine kama vipi? Sawa, silete hela. Asante dadangu. Haya, poa. Hawa ndo wanadamu, usoni wanacheka, moyoni wanakutukana, wanapenda kukuna kutwa unalalama. Hawa ndo wanadamu bana, sura imebeba wema, moyo umebeba rana. Hao ndo nguru mbili wanadamu, kwenye bahari ya damu chombo kimeenda mlama. Ya Mola niokoe, mvuvi na karibia kuzama. Kimodo, nimekununulia pochi mdogo wangu. Dada, ile pochi mpata wapi? Nimenunua hapa sasa hivi. Hili ni pochi langu. Wewe, pochi yako hii? Wewe umenunua wapi? Hapa mdao hapa. Amepita mtu kaniuzia, nimechukua zote mbili shilingi 10,000. Wewe mtu kaelekea wapi? Kaelekea huku nyuma. M20. Twende. Wewe kwani hapo kwa hiyo? Roho inauma. Wewe binti. Bila shaka wewe ndio Kiislamu eh? Ndio mimi mama. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Si jambo. Vipi simu yako uliipata? Simu yangu niliipata. Maana mimi ndio nimefanya chini juu mpaka uipate simu yako. Wale vijana wangu wale, alafu na taarifa zako. Unarudi usiku wa manane. Wewe mtoto wa kike, kwa nini unarudi usiku mbaya? Sio kweli mama, ila waliamua tu, kwa sababu mimi ile siku nimerudi saa 3:30. Nimefika pale nimeambia kwamba nimerudi usiku, ndio mpaka wakanichukulia simu, lakini mimi nimerudi pale, nimefika pale saa 3. Wamekuongopea tu. Wale wenzio wapo kazini, wamechanganyikiwa. Wakikukuta tena muda mbaya unarudi, hata kukupiga wanakupiga. Wanakuacha hapo hapo. Hawaoni kazi kuharibu wale. Sawa, lakini nashukuru kwa kunipambania pia. Haya. Mjomba, mimi nimekuita na dhumuni la kukuita hapa ni kuhusiana na mwenendo na tabia ambayo unaendelea nayo kwa sasa. Unajua wewe bado kijana mdogo na una nguvu bado, shababi. Kuna kazi nyingi za kufanya hapa katika eneo letu, kuna watu wanajenga na kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, vijana wenzako wanashughulika. Lakini wewe imekuwa changamoto kubwa sana hapa. Napokea malalamiko kwa vijana wenzako, baadhi ya kina mama mitaani, kana kwamba wewe umefikia hatua ya kuvunja, kukaba, kuwaibia watu mali zao. Alafu na tetesi nyingine napata kwamba umeingia katika mifumo ya kusuka. Tabia hii mjomba, umeipata wapi? Katika familia yetu sisi toka enzi za nyuma, mababu zetu, hakuna mtu ambaye ashai kufikiria kusuka. Na mambo ya kike mjomba, ya kazi gani? Huwezi kusuka. Unatembea na mapanga. Taarifa zako ninazo. Mjomba, mimi nikutoe hofu tu kwamba hayo maneno yote ambayo unasikia nisikie ndo tu mjomba wangu. Mimi sijawahi kukaba, sijawahi kuiba, sijawahi kufanya chochote kile cha kibovu. Yaani hakuna ambacho mimi nishawahi kukifanya kikaa kibovu. Ni watu tu mimi wananisingizia kutokana na muonekano. Yaani watu wanavyoniona basi mimi nachukulia hivyo, lakini mimi sijawahi kufanya vitu kama hivyo. Sawa. Sio mwizi. Hivi mwizi ili atambulike anatambulika kwa njia gani? Mimi sijui hivyo. Majibu yako ya kifedhuli. Wewe hujui. Mwizi anatambulika kwa vitendo na shekhe anatambulika kwa vitendo. Sasa mpaka mtu anakutuhumu mwizi ni mwizi. Alafu hichi kinoni nini? Hili sipanga. Alafu nasema mimi sio mwizi. Raia mwema anaweza kutembea na panga? Nilipanga mjomba, ile panga mimi naendaga kuindiaga tu. Sasa tabia yako endelea nayo. Ila kuna leo na kesho, hilo kumbuka. Sisi ni wanadamu. Leo tupo, kesho hatupo. Sasa ukiendelea na tabia yako hii, mjomba nakusihi, hivi vitu sio vizuri. Achana navyo. Sawa bwana? Sawa mjomba. Mimi yangu ni hayo tu, na ndio nilichokuitia hicho kikubwa.
Kwa hiyo kama utalifanyia kazi sawa, na ukinidharau kheri, ila tambua hilo kwamba haya ni mapitio tu. Alafu sisi ambao tunakutetea wewe au tunakubeba wewe, mimi na dada yangu, kuna leo na kesho, kama nilivyokuambia mwanzo. Kama unasema wewe si mhalifu, mbona umekuja peku hapa? Inamaanisha umefukuzwa huko ulipotoka au una changamoto gani? Sasa kama viatu unachukua viatu hivi ukavae mbele huko. Jomba, viatu vyangu mimi viko kwa fundi hapo, nimeviacha ulivyoniita, nikaona nije kwanza mara moja kisha nitavirudia. Sawa, nipe viatu vyangu. Sawa, asante mjomba. Mimi naenda. Kinachoniuma zaidi siku niliyorudi home, nilikosa nyumbani. Take safari njema. Ila mjomba afanyie kazi aliyokuambia. Kila nikijitahidi kumkumbusha, anaona kama na mzigo ndo vile linamyeyusha, kaanza kunitia mwizi, wakanipiga kichizi, kila nikilia nikiugulia hawanisikilizi. Ladi, bila shaka utakuwa umetekeleza ile swala la mkuu. Vipi mzee ushammaliza? Maana nilikuwa natamani kabla hujafikisha taarifa kwa mkuu unidokeze japo kidogo. Ubaya kwa kisanga kile mimi niende kwa mzoo, sio kweli. Hivyo naamini sana mkuu ule mkuu mambo yashamshinda. Kwa hiyo kila kitu anaamua kutusogezea sisi. Wewe mimi najipenda. Ladi, sijakuelewa unapozungumza hivyo. Yaani hebu nieleweshe kwanza, kwa sababu maneno yako yanaonekana kwamba upo kinyume na yale mazungumzo tulikuwa tumekubaliana. Unamaanisha nini? Labda mimi sijakuelewa. Ubaya, siku zote kunguru muoga ufisha bawa yake. Unafahamu kabisa kama mzee Mzou ni mzee hatari sana. Ana nguvu kuliko hata mimi. Hata mkuu mwenyewe anamhofia. Na cha kutambua ni kwamba Redi kaenda mpaka Sumbawanga kwa ajili ya kuyangaikia nyota ya Mzota. Mwisho wa siku kwa sababu gani? Kaona mambo magumu. Hivi mimi tunaenda kwa mzee Mzou kamfanyia kitu kama hiki. Nimefikiria, nimesukuri kichwa changu. Niona yule mkule sometime ule anataka kutia kwenye makaa ya moto. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi nikaenda. Ni kweli unachokizungumza, lakini huoni kama itaita tatizo? Tena sio tatizo dogo, yaani ni shida kubwa sana. Mkuu atakapogundua kwamba wewe upo kinyume naye. Ladi, ujaangalia mbele itakuwaje? Sawa, najua italeta shida. Lakini na mimi vile vile hiyo shida ambayo utakayoleta hiyo haiwezi kafikia thamani ya roho yangu. Sawa? Mimi binafsi tu sina. Ila tu kuna kitu kimoja nikwambie. Mimi binafsi mkuu atakachozungumza nitamsikiliza na nitamuitikia. Lakini kweli mambo mengine nitayafanya ambayo unayoweza. Lakini mambo ambayo nahisi kabisa ni hatari kwa maisha yangu siwezi nikayafanya kwa sababu kila mtu anachunga roho yake. Kinyume na hapo afanye mwenyewe tu mkuu, aende kwa huyo Mzoo apambane naye, sio mimi. Sasa mkuu utamwambiaje atakapokuuliza? Nitamjibu nimekwenda. Au nitajisikia na kuja kumjibu. Haya sawa. Hamna shida, lakini yangu macho. Hawa ndo wanadamu, usoni wanacheka moyoni wanakutukana, wanapenda kukuna kutwa unalalama. Dada, samahani. Mambo. Eleza shida. Dada yangu samahani. Nilikuwa nakutafuta sana. Na leo nimekuona hapa nikaamua bora nikusimamishe. Dadangu, mimi nilikuwa naomba unisamehe kwa jambo lile lililotokea siku ile. Hivi wewe ile siku wewe ulikuwa kiherehere. Alafu hapa sasa hivi unakuja tu unaniomba msamaha. Msamaha upi ambao unautaka wewe? Kwa sababu pale kama ingewezekana kunitetea ungenitetea. Si ungetea na wenzio ungenitetea afu unakuja hapa eti naomba msamaha. Shida sio hivyo. Kwa sababu wale wenzangu walikuwa wengi. Mimi nipo peke yangu, unaweza ukaondoka. Baadaye mimi wakaja wakanichenjia. Ndio maana nikaamua siku yale yote nikaamua yapite tu. Afu baadaye tujue tunafanya nini. Yaani kama ujielewe vile. Nisikilize kakaangu. Huko nakoenda ni kuna umuhimu kuliko huu ujinga wako. Kwa heri.
wajema wenye mioyo ya ukatili, sita wanaweza kuifanya mbili, ili muladi tuwe ukatili. Yako furaha kuivuruga, ukikosa furaha kwa buruda. Dada. Habari? Salama za kwako? Salama. Jamani, mwanao huyo? Ndio. Jamani, mzuri. Asante. Anaitwa nani? Anaitwa Nicole. Jamani, ana miaka mingapi? Miaka 3. Wow. Mtoto anaogopa watu? Hapana. Mtoto. Njoo mtoto. Oh jamani, mtoto. Mtoto. Kalie. Mambo. Mzima. Upo na mama? Jamani. Mnakaa wapi? Tunakaa hapo mbele kwa mzee Bilali. Jamani, kumbe karibu tu hapo. Jamani, nitakaribia. Sijali, karibu. Haya, asante. Mtoto. Haya, poa, kwaheri. Haya, poa. Wabaya, wabaya, binadamu wabaya, ndo binadamu wabaya, 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 binadamu wana roho mbaya. Nimekuja mjini kupambana, lakini maisha yangu naona ni magumu sana. Aliyokuwa mwenyeji wangu na yeye ni kama ananitupa sasa. Badala ya kufuatilia kazi, ananishawishi nianze tabia mbovu. Najiuliza nirudi mkoani. Sasa mkoani naenda kufanya kazi gani? Na hapa mjini naishije? Nilivyokupata wewe, si ndio kibaka wewe? Dada yangu, ni shida nini? Shida nini ujui au? Nakuuliza shida nini ujui? Mbona kama hivi mwanangu? Basi tu na mtoto wa kiume. Bishana basi tupigane. Sijui nini ama niugulie ama, maana sina moyo wa jiwe na moyo wa nyama. Kama nimekukosea japo nikombe msamaha, maana mimi nawe ni ndugu na mjomba ni mama. Nawaza mengi, hao ndo vile wewe unipendi. Nawaza mengi, kweli duniani kuna mambo mengi. Nawaza mengi, hao ndo vile watu unipendi. Nawaza mengi, Mzota, 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 Mzota.